Kumbe mfumo unatakiwa utafute irabu kwanza kwenye hilo neno lenyewe ulokuwa nalo, kabla hujaweka viwakilishi vionyeshe hilo neno nani analimiliki au nani analifanya, kama ninafanya mimi mwenyewe au unafanya wewe au anafanya yule. Kwa kabla hujaweka hivyo viwakilishi, unatakiwa uangalie neno lenyewe ulokuwa nalo. Kama ilikuwa ni la kitenzi ndio nimesema kama kukimbia, kula. Kwa kama kukimbia, nani anakimbia? Kama ni mimi, kumbe natakiwa nichukue vile ndio niunge kwenye neno kukimbia ili ijulikane mimi ndo nakimbia. Sio, umeelewa? Umeelewa eh? Kama unavyosema na kimbia manake ni mimi. Nakimbia manake ni wewe ndo unakimbia. Kwa hiyo utachukua kimbia. Kwa kwetu Kiafrika, yani kwa lugha ya Kiswahili, viambishi hivi vinaitwa, kwa kwetu sisi vinaitwa tamati awali. Yani viambishi vya tamati awali kwa Kiswahili. Ila kwa Kituruki vinaitwa viambishi tamati kwa sababu wenyewe ndio vinafika mwisho. Yaani wenyewe vinaungiwa mwisho kabisa ili ndio kujulisha kwa hilo tukio anafanya nani. Kwa hiyo hapa tunataka tuone tukiunga tutafanyaje. Kwa kumbe tutaangalia irabu ni tukija tunaona ipo kwenye kundi la laini. Tumesema kundi la chini ni laini, la juu hili ni nzito. Hili ni nzito. Sawa Huku hili kundi ni nzito. Sawa Alafu hili la chini ni laini. Kwa hapa tukiona kumbe ipo na yaani yupo na Sawa Kwa hiyo kama yupo na karibu, maana yake huko tunataka tutafute tunaikuta iko hapa. Kwa hiyo tutachukua hii itakuja kukaa hapa, tutapata neno benim. Kwa hiyo ukisema benim umejimilikisha kitu cha aina yoyote kabla hicho kitu wewe hujatutajia. Yaani ukishasema Kituruki benim tayari ushajimilikisha, yaani hicho kitu ni cha kwako. Kitu gani? Ndio mbele unataka utueleze hicho kitu ni kitu gani. Kwa hiyo kumbe unapotaka kujitambulisha kwa Kituruki, maana yake unajimilikisha utambulisho. Utambulisho wa nini? Jina. Lazima ulibebe lile jina, ujimilikishe kwa jina hili ni langu. Kwa hiyo utakapoulizwa jina lako nani, ukitaka kujibu wewe jina lako nani, mfumo wake ndio unapatikana hivi nilivyoanza kukueleza. Sawa mpaka hilo neno linapatikana, zile ndio njia zake. Kwa elimu ya darasani lazima ufundishwe formula nzima, ndio tumeongea formula. Lakini kwa elimu ya mafunzo ya kuongea ndio tutakwambia tu ukitaka kusema jina lako unasema hivi. Tumeelewana vizuri Lakini ili formula uijue, maana yake hata kwenye kusoma kitu kukusumbua, ndio la ambayo ukifanikiwa kuisoma lugha na sio kuelekezwa lugha. Kujifundisha lugha kwa njia ya maongezi ni kuelekezwa lugha, sio kusoma lugha. Tumeelewana Kwa hiyo kumbe hapa benim tayari ina maana ya langu au changu, lakini hicho kitu lazima kiwe kinamilikiwa na mimi mwenyewe, kwa sababu hapa tunamzungumzia ben, nafsi ya kwanza mimi. Kwa hiyo benim mimi, ndio kama unataka kusema jina lako, kwa sababu ushasema changu au langu. Kwa hiyo changu au langu kitu gani? Jina. Kwa hiyo jina kwa Kituruki huwa inaitwa ad. Kwa hiyo ukisema benim ad, yani jina langu. Lakini ad ni jina peke yake, inaitwa ade ni jina. Sasa ade peke yake inamaanisha jina, lakini nayo inakuwa ijatimia. Kwa sababu gani? Ndio nimekwambia Kituruki ni lugha ya phonetic ya. Kwa ukisema benim ade, uone si unaona inakuwa ina ladha ya matamshi. Kwa hiyo ili ladha matamshi iwepo, ndio ukaweka ule mfumo pale wa kuoanisha irabu, ili uzioanishe zile irabu, ukiziweka ukizipanga, kwa sababu Kituruki ni lugha ya kuungaunga, inaitwa agglutinative language. Ni lugha ambayo ndio maana mwanzo umeona kwa nimetoka mbali kukuelekeza kila kitu ninachokuelekeza, unaona tunachukua hiki ili tuje kupata neno kamili. Hiyo ndio lugha ya Kituruki ilivyo mfumo wake. Kwa hiyo hii ade kumbe nayo ade benim ad. Sasa hii ade kumbe nayo ili tupate matamshi mazuri, mfumo wake nao tutarudi tena kwenye kuanisha irabu. Utaangalia tena hapa de kwani ipo pale? De sio irabu. Hapa tunazungumzia irabu. Kwa hiyo irabu ni a ipo hapa. Ipo iko wapi? Iko a na u. Kwa hiyo kuna a na u, nilikwambia ilikuwa hii inaofuatana ndio ambayo unaungia. Yaani zilipofuatana hivi ukiona kwenye neno mwisho imeishia na inaomfuata ni wewe unatakiwa uingie na Ukiona a inaomfuata a na u unaongea hiyo. Na ukiona o inaomfuata o ni u unaongea hiyo ya mwisho u. Na ukiona o nayo unaongea hii u. Yaani ya mwisho yake wewe ndio unayoifuata.
Kwa hiyo hapa tumepata a ndo kwenye ade, kwa a ipo na u. Kwa hiyo u tunaitafuta iko wapi hapa? Kumbe ndio ya kwanza hapa. Kwa hiyo hii itakuja kukaa hapa, ndio maana tunapata benim adim. Kwa hiyo benim adim maana yake jina langu. Jina hadi nimekwambia ni jina. Kwa hiyo jina langu. Kwa hapa tayari ni jina langu. Na hapa tayari umemaanisha changu au langu. Kwa hiyo jina langu ninalolimiliki mwenyewe, benim si umiliki. Kwa hiyo jina langu ninalolimiliki ndio maana yake benim adem Aisha, benim adem Mariam, benim adem Hafiz, benim adem Makame, benim adem Chumvi. Kwa hiyo benim adem, kwa hiyo ile benim adem mbele unaweka jina lako, kwa pale ushajimilikisha tayari nini? Jina. Kwa hiyo tukiulizwa unaitwa nani kwa Kituruki, senin adin ne, yani jina lako nani?